Tunaendelea na mada yetu ya typology, mifano au vielelezo katika Biblia kuelezea Agano la Kale hadi Agano Jipya. Ndio maana yake ya typology, kwamba tunaelezea kutoka Agano la Kale kwenda Agano Jipya. Tukianzia kule Misri. Misri, Mungu anamwambia Musa wakati wa ukombozi sasa, baada ya kuwa Farao amefanya moyo wake kuwa mgumu, alimwambia Musa, sasa hebu chinja, waambie wana wa Israeli waweze kuchinja kondoo, mwana kondoo, na huyo mwana kondoo watamchinja, watamchagua mwana kondoo ambaye hana mawaa, mwana kondoo safi kabisa, ambaye mtamchinja na damu yake mtapaka kwenye miimo ya milango. Na hiyo ilikuwa inaashiria ukombozi. Na neno Pasaka ina maanake pass over, maanake pita juu. Kwa hiyo walimchinja yule kondoo. Biblia inasema hawasemi waliwachinja kondoo, inasema walimchinja mwana kondoo. Na yule mwana kondoo na damu yake walipaka chini, walipaka juu ya miimo, yani ya milango. Na ndio maana hata malaika alipopita siku ile, alipoiona tu damu, aliweza kupita na kwenda kuwazuru wa Misri. Na tukiangalia katika Agano Jipya, Yesu yeye alikuwa ni mwana kondoo, na yeye alitolewa siku ya Pasaka. Na kule ambako Misri, yule kondoo alichinjwa siku ya Pasaka. Na hiyo siku ya Pasaka, na katika Agano Jipya tunaona Yesu anatolewa siku ya Pasaka. Na kule Misri walikula kondoo usiku ule, na siku ya kukamatwa kwa Yesu alikamatwa usiku ule, alitolewa, yani alikamatwa, alisalitiwa usiku ule. Kwa hiyo tunaona kwamba ilikuwa ni mfano. Kwa hiyo Yesu amefananishwa na vitu vingi. Kwa mfano Yusufu aliuzwa na ndugu zake, yani alikamatwa na ndugu zake, wale wakamuuza kule Misri. Lakini Yusufu ilikuwa pia ni picha ya Yesu. Ndugu zake wale ambao ni Wayahudi ndio waliomkataa na ndio waliomuuza. Yuda alimuuza kwa vipande 30 vya fedha. Hata Yesu na hata Yusufu na aliuzwa kwa fedha vile vile. Lakini Yusufu aliwasamea ndugu zake, hata Yesu pia aliwasamea ndugu zake. Kwa kuna vitu ambavyo vilikuwa ni vielelezo kuelezea mambo yanayokuja. Lakini sisi ni wana wa ahadi kama vile Isaka. Na sisi ni wana wa ahadi, maana Mungu anamwahidi Ibrahim kuwa mataifa watajibarikia kwako. Na sisi kwa sababu hiyo basi tukawa ni wana wa ahadi. Kwa hiyo kuna unaposoma Biblia lazima uelewe, kama nilivyokuwa nimeeleza kwamba habari za mana, habari za mwamba. Kwa hiyo Yesu Kristo yeye anaelezwa katika Agano la Kale kwa njia ya picha, lakini si harisi. Ndio maana si harisi. Kwa hiyo vitu vingi vinaelezwa kwa njia ya picha. Kwa hiyo tunaposoma Biblia lazima tujue kwamba Mungu alieleza kwa njia ya picha kuelezea jambo fulani. Ndio maana Yesu mara nyingine alitumia sana mifano. Kwa mfano atumia mfano wa Msamaria mwema. Anapotumia mfano wa Msamaria mwema ilikuwa tu ni mfano, lakini hakukuwa na mtu aliyepita lile eneo. Alikuwa anataka aonyeshe ni hali ya huruma, au alikuwa anataka aonyeshe kuwa wale ambao walikuwa hawana Mungu pia wanao uwezo wa kufanya hata jambo jepesi. Kwa sababu Wayahudi wao walikuwa wanajivuna kuwa wao wana Mungu na wanaweza kufanya mambo mazuri kuliko watu wengine, au Wasamaria ambao walikuwa wametengwa. Kwa hiyo neno typology au mifano au vielelezo
katika Agano la Kale vilikuwa vinamuelezea Yesu. Tunaona Yesu ni mkate, anasema mimi ndimi mkate. Tunamwona Yesu ni maji, yeye ndio maji yanobubujikia huo uzima. Yaani kuna vitu vingi. Tunaona Yesu yeye ni Yakobo alipokuwa naenda kwa mjomba wake Labani, kuna mahali alikuwa amelala akaota ndoto na akaona ngazi ikishuka kutoka mbinguni. Kwa hiyo ile ngazi inafananishwa na Yesu, maana anasema katika ile Yohana 14 kuendelea pale mbele, anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima, mtu haji kwa mimi isipokuwa mtu hawezi kwenda kwa Baba asipopitia kwa mimi. Maana yake yeye ndiyo ngazi, yeye ndiyo ngazi ya kwenda. Kwa hiyo Yakobo, ile ngazi aliyoiona ilikuwa inawakilisha kwa habari ya Yesu, kwamba yeye Yesu ndiye hiyo ngazi, maana ndiye hiyo njia ya kutoka hapa tulipo kwenda mbinguni. Kwa hiyo Yakobo aliona malaika wakipanda na kushuka, lakini Yesu anakuja anasema kwenye Yohana kwamba mimi ndimi njia au mimi ndimi ngazi. Ili uweze kwenda huko ni lazima upitie kwa mimi. Kwa hiyo vitu vingi vilionyeshwa kwa jinsi ya picha au kwa jinsi ya mifano. Kwa hiyo tunaposoma Biblia lazima tuwe makini namna ya kuelezea. Kwa mfano ukienda kwenye kitabu cha Danieli kuanzia sura ya 2, anaelezea habari za ndoto ya Nebukadreza, inaanzia pale. Ile sanamu iliyoonekana, ile sanamu ilikuwa si sanamu tu, ile ilikuwa inasema falme. Kwa mfano ufalme wa Babeli, ufalme wa Medi na Wajemi ambao ulikuwa chini ya Koreshi. Koreshi, ufalme wa Yunani ulikuwa chini ya Alexander the Great au Alexander Mkuu. Ulikuwa ni pia anaonyesha ule ufalme wa Roma au Roman Empire kipindi hicho, huku anaonyesha serikali za kilimwengu. Lakini inaonekana sanamu ya kichwa cha dhahabu. Ile dhahabu ilikuwa inaonekana uthamani jinsi huku inavyoonekana ile nguvu inaendelea kupungua mpaka huko kwa miguuni. Ile sanamu inaonyesha kwamba ni sanamu ina miguu yake ina umbo ya udongo, mchanganyiko wa udongo, yani mchanganyiko wake haukuwa imara. Lakini kwenye hiyo sanamu inaonekana jiwe lililochongwa, lakini si kwa mikono ya kibinadamu. Na hilo jiwe linaonyeshwa ni utawala wa Kristo, na hilo jiwe linaonyesha utawala, kwamba huo ndio utawala wake au nguvu yake. Yeye akapiga, maana yake yeye falme zote zitakuwa chini yake. Kwa hiyo tunapojifunza typology katika Biblia, tunajifunza kwa njia ya mifano. Kwa hiyo tutaendelea kufundishana. Usikose kukomenti, endelea kukomenti kama unabarikiwa, endelea kushare kama unabarikiwa. Ninaamini Mungu anakubariki sana 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 sana.